Bandu wewe Bungoma mlembe. Mlembe swa. Hiyo magari irudi nyuma, wale wananchi wakuje, siblock wananchi, hiyo magari irudi nyuma hiyo. Hiyo magari irudi nyuma hiyo magari, wale wananchi wakuje karibu tuonane macho kwa macho. Wale wakule mbele wakuje hapa. Hiyo kompyuta kamata hao nifanye hesabu yangu. Na wana masaa inasonga mbele na kimbia mbio. Kama namna gani? Muko sawa. Haya, wale wakuje mbele hapa. Mimi kwanza hiyo magari irudi nyuma irudi nyuma, wale wananchi wakuje hapa mbele. Ndio tuokoe hapa ya kusonga mbele. Kwanza mimi naomba msamaha kwa kuja kama nimechelewa kwa sababu nimekuwa na maneno ambayo nilikuwa napanga. Nataka nikifanya namna hiyo kila mtu namsalimia kwa mkono kivyake peke yake. Kusimamisha na wengine wako na nguvu wanafanya namna hiyo alafu wanapotea. Wengine wanahangaika. Alafu kwa vile nimechelewa mimi mwenyewe najipika fine. Pale juu kidogo namna hii. Siko namna hiyo. Mimi nimekuja hapa kwa lengo moja peke yake. Kwa sababu nikiwa kiongozi wenu, nikiwa mjumbe nimechaguliwa, I have a responsibility kuwaelezea ukweli ya maneno na kuwaelezea fikra yangu ili tusonge mbele. Kwa sababu mambo ya miwa is a very complex story. Ndio mimi nimekuja hapa niwaongeleshe, niwaambie mipango ile ambayo tuko nayo. Niwaambie yale ambayo iko kwa ile mkandarasi ambayo iko ndani. Na niwaelezee ile ambayo itapeleka watu wetu mbele. Kwa sababu mimi ni kiongozi ambayo lazima nitoe mwelekeo, lazima nitoe suluhu ile matatizo ambayo tuko nayo. Kiwanda hii ya Nzoia ilianza kufanya kazi kabla mimi sijazaliwa. Na hii miwa yote ambayo imepandwa hapa Bungoma, imepandwa hapa Bungoma na wakulima wa miwa wamepanda hiyo miwa kwa hiari yao. Hakuna mwenye amashurutisha. Na vile walipanda hiyo miwa walikuwa na sababu. Tulikuwa na sababu ya kupanda hiyo miwa. Kenya hii sio kila mtu ambaye amebarikiwa kuwa kwa payroll ya serikali ama payroll yoyote. Wananchi wengi wa Bungoma hawako kwa payroll yoyote. Kazi yao ni kutumia kilimo, kutumia ukulima ndio wafaidike na kazi yao ya mikono yao. Wale ambao wanajipanga, kama uko na shamba yako, uliamua uende upande miwa, ile miwa ambayo ulipanda ulikuwa na mpango kwamba baada ya mwaka mmoja na miezi 8 hiyo miwa ikikomaa, wakuja wakate hiyo miwa, wakupatie pesa, uende hospitali ujitibu nayo, ingine ushughulikie na fisi wa watoto yako, ingine ufungulie biashara. That was the intention of 100% of the Kenya farmers wale ambao walipanda miwa yao. Lakini kiwanda hiki zamani kilikuwa kinafanya vizuri. Kuna wengi ambao wamesoma kupitia kwa kiwanda hiki, kupitia kwa miwa ambayo mnauza kwa factory. Kuna wengi ambao walikuwa wagonjwa wakajitibu na mapato ambayo itokana kwa miwa ya kupeleka Nzoia sugar hii. Lakini ikafika wakati hii factory ya Nzoia ikaanza kuna matatizo kidogo. Hii factory wakati ilianza kuwa na matatizo, ikaanza kuwa na kifafa ya pesa sababu ya usimamizi mbaya, ikaanza kushindwa kulipa wafanyikazi ambayo yenyewe ilikuwa imewaajiri, ikashindwa kulipa wakulima ambao wamepeleka miwa yao kwa factory hii yetu ya Nzoia hii. Kuna wakulima wengi ambao wako na majeraha ambayo walienda kudai pesa yao, alafu usimamizi ya factory ikatafuta wahuni na wakora, wakawapiga wakawafukuza, hata wanaleta usongamano katika gate ya factory hii. Na lakini ulikuwa umeenda kudai haki yako, umeenda kudai miwa yako hii. Na mpango ya kumsaidia mkulima wa Bungoma wa miwa ilianza vile mimi nilikuwa nimeingia bunge la kitaifa. Kuanzia 2017 serikali ya Uhuru Kenyatta ikabuni jopo, ikabuni kamati
ambaye ilikuwa na jukumu ya kuangalia suluhu ya matatizo ya wakulima wa miwa. Vile safari hiyo ilianza, ikafanya mapendekezo. Mapendekezo ya kwanza ilikuwa serikali itoe kwanza pesa kulipa wakulima ambao wamepeleka miwa yao na wajalipwa, tena ilipe wafanyikazi. Serikali ikaanza kutoa pesa. Pesa inakuja, inalipwa wachache, wanapotea, tena madeni inapanda, inakuwa nyingi. Ile kamati ambayo serikali ya Uhuru Kenyatta ilibuni ilikuwa inasimamiwa na watu wawili. Mtu ya kwanza ambaye alikuwa kwa hiyo kamati ya kusimamia alikuwa waziri wa agriculture wakati hiyo, alikuwa anaitwa Mwangi Kiunjuri. Mwingine ambaye alikuwa co-chair wa kamati hiyo alikuwa governor wa Kakamega, ambaye yeye ndiye alikuwa chairman wa Council of Governors, anaitwa Wycliffe Ambeta Oparanya. Mwingine mwenye pia alikuwa ametia sahihi kwa ile kamati ni kijana yetu ambaye alikuwa waziri wa devolution, anaitwa Eugene Wamalwa. Wakatia sahihi. Mnakumbuka tukikuja katika factory ya Nzoia hii na Henry Obocha ambaye alikuwa chairman wa privatization commission, mpaka mangumi katokea kati ya Ngome na Mheshimiwa Waluke. Si mnakumbuka hiyo wakati? Kutokea hapo Profesa Obocha akakufa. Akakuja Dr. Paul Otoma ambaye alikuwa mwenyekiti wa privatization commission. Tukaendelea na mjadala. Kamati hiyo ambayo ilisimamiwa na Eugene Wamalwa, Wycliffe Oparanya na Mwangi Kiunjuri walikuwa wamerecommend kwamba ndio mkulima wa Nzoia asiumie, ndio mfanyikazi wa Nzoia asiumie. Wakaamua kwamba kiwanda hiki kiuzwe, kikuwe privatized. Wakati sisi tumekuja bunge tukasema kiwanda hii hatuwezi tukaiuza hii kiwanda, na serikali ikachukua mpango ya kulisi kwa miaka 30. Mimi kama mjumbe wenu, kazi yangu ilikuwa moja, kuangalia katika ule mkataba. Kitu ya kwanza ambayo lazima tuliangalia ndio hakikisha ni kwamba wale wafanyikazi wa Nzoia ambao hawajalipwa mishahara yao kwa miaka mingi, kwamba pesa yao walipwe kwa chini ya mwezi mmoja baada ya kutia saini kandarasi ya kupatana factory ya Nzoia hii. Hiyo ndio ilikuwa makubaliano ya kwanza ambayo ilikuwa hapa. Na pia tukakubaliana ya kwamba wale wafanyikazi wa Nzoia baada ya kulipwa pesa yao ambayo hawajapatiwa kwa muda mrefu, pia wapatie mwaka ingine mmoja ya kufanya kazi ya kulipwa pesa yao, na watoe maoni. Yule ambaye anataka kustaafu apatiwe pesa yake yote kulingana na sheria ya Kenya, alafu astaafu. Yule ambaye anataka kuendelea aendelee. Hilo ndio tuliweka katika ule mkataba ambao ulitoa sahihi na mkandarasi. Kingine ya pili ambaye ilikuwa ya muhimu sana, ambaye ilikuwa lazima iwekwe hapo, ni kwamba yale madeni ya wakulima wote wa miwa ambao walipeleka miwa yao na hawajalipwa, madeni yote ilipwe. Na kuanzia baada ya kutia saini mkataba wa kulisi factory ya Nzoia hii, tumekubaliana ya kwamba mkandarasi huyu kuanzia hapo kuenda mbele, akikata miwa ya mkulima amulipe kwa chini ya siku 7. Akikata Jumatatu anakulipa Jumatatu ambayo inafuata kwa bei ambayo imewekwa na serikali ya Kenya. Hiyo ndio tulikubaliana na ikawekwa katika ule mkataba ambao tuko hapa. Nyinyi wananchi wa Nzoia, wananchi wa Bungoma, mimi Didmas Wekesa Barasa niko na miwa eka 50, na miwa yangu napeleka na Itiri Sugar Factory ambayo ni sio factory ya serikali, ni factory ya kibinafsi. Mimi miwa yangu napeleka hapo. Wakikata Jumatatu, hiyo siku ambayo inafika pale, pesa imeingia kwa mfuko. Hata ile ambayo wamekata wiki ambayo imepita, tayari Jumatatu siku mbili ambayo imepita, mimi hiyo factory ya Naitiri kwa miwa yangu wamenilipa.
niko na kidogo nimekuja nayo hapa, nikitoka hapa na wasalimia na wapatia mnunua sukari na kwenda nyumbani. Sababu miwa yangu ndio nimepanda. Nilikula kwa jasho yangu. Umeumia kwa shamba muda mrefu. Hata mgongo imevunjikia hapo kwa kulima hiyo miwa. Lakini kudai pesa yako ulipwe, unakaa miaka 5, miaka 12, miaka 3, miaka 2, wengine wamekufa, madeni yao Nzoia hawajalipwa. Ukiongea na Dr. Simiyu Essay ambaye alipeleka Naitiri Sugar kwa constituency yake, yeye ako na miwa yake analipa. Huyo George Natembeya, yule gavana wa Trans Nzoia, pia ako na miwa yake anapeleka Naitiri Sugar ambayo ni factory ya Rai. Yule ambaye alikuwa seneta wa Kakamega wa zamani Cleophas Malala, ako na miwa yake akikata anapeleka West Kenya na analipwa kwa chini ya siku 7. Hao wako na pesa ya mshahara ya serikali. Hao wako na pesa sababu wamekuwa kubwa katika serikali yetu hii ya Kenya. Sasa hao hawana tatizo. Mwenye tatizo ni mwananchi ambaye amepanda miwa. Sasa hao wanawacha kazi yao huko, wako na pesa, wanakuja kuinside hapa wakulima wa Nzoia, wakulima wa miwa ya Bungoma. Wakulima wa miwa ya Bungoma, they don't care who owns the factory. What they care is they should be paid their money after harvesting their cane within a very shortest period of time. That is what makes the difference. Kwa maana hiyo, akuwe mfupi mwenye amelisi factory, akuwe Kalasika, akuwe mfupi, akuwe mrefu, akuwe mweupe, akuwe mama, akuwe kijana, akuwe mwenye bibi ama hana bibi, we don't care. What we care is that once we have delivered our cane, we should be paid our money within a period of not more than 14 days. Sio kama hiyo? Yeye mnataka pesa ya miwa? Mnataka mlipwe? Hao wanakuja kumdanganya hapa, wanasema kwanza yule waziri wa zamani Eugene Wamalwa, yeye ndio analia zaidi kuliko wakulima wenyewe wa miwa. Yeye ndiye analia zaidi, asifu yeye amekuwa mtu ya kuchuma makaa. Yeye amekuwa waziri kwa zaidi ya miaka 13. Yeye alikuwa waziri wakati Uhuru Kenyatta alikuwa rais wa nchi ya Kenya. Na wakati alikuwa anakuja hapa na mawaziri wengine wote, hakutoa suluhu kwa wakulima wa Nzoia. Waliendelea kuumia. Kuna pesa ya wakulima ambayo imepotea kwa sababu wamekufa kabla kulipwa pesa yao. Kuna ndoa nyingi zimevunjika kwa sababu mzee hana pesa, mama ameamua kupotea. Hata vijana wengine hawa wale ambao wanategemea zao la miwa, pesa hawalipwi, pesa hakuna. Alafu unakuja, mimi nimesema jini Masuwekesa Barasa, I will not be part of a group of people who are saying that we continue to have the status quo in Nzoia so that the farmers of Nzoia can continue to suffer, can continue to have problems because they are not being paid their money ya kusonga mbele. Tumeelewana watu wa Nzoia? Huyo tu ni mtu amefika mahali hapo, amesikia kizunguzungu kidogo namna hiyo, lakini yako sawa. Ako sawa. Si yako sawa? Sasa watu ya Nzoia, mimi nataka kuuliza swali. Tuko na mambo mawili peke yake. Jambo la kwanza, serikali ya Kenya imesema haiwezi ikaendelea kuleta pesa Nzoia ya kulipa wakulima, ya kulipa wafanyikazi, ili hali miwa ya wakulima hao imechukuliwa, imekatwa, imeshagwa sukari, imeuzwa, lakini pesa imepotea. Serikali ya Kenya ikasema haiwezi ikaendelea kuleta pesa hapa. Kwa hivyo hii kiwanda ilikuwa inafungwa, inakuwa scrap. Lakini na kuna njia nyingine ya pili, kutafuta mwekezaji ambaye atakuwa alisi factory hii kwa miaka 30. Alafu akuwa analipa mkulima kwa chini ya siku 7 wakati miwa ya mkulima imekatwa. Tena amekubali ya kwamba hii nucleus ambayo iko hapa hii, miwa ambayo anakata hapa,
for every kg of sugar that our farmer will deliver to Nzoia every year, wapatiwe bonus kama vile wale wa Mumias walipata bonus, kama vile wakulima wa majani chai wanapata bonus. Mimi ni kijana mdogo, ndio nimeanza safari ya kuongoza watu ya Bungoma. Mimi ni kijana mdogo sana. I will be accountable to the generation of the people of Bungoma in the future. Kama nitaendelea kutafuta mambo ambayo haipeleki sisi mbele. Nzoia hii, wale ambao wanatumia Nzoia ni wale watu ambao walianguka kura, sasa wanatafuta mbinu ya kuinuka tena atimuanza kuwapenda sasa. Na walikuwa na nafasi kwa miaka mingi ya kuongoza hapa. Nzoia Sugar will never continue to be a place where the political careers of individuals that are already stifled can be resurrected. That must come to an end. And I want to tell you, the people of Bungoma, I am ready to be held accountable. Lusaka is ready to be held accountable. Speaker of the National Assembly is ready to be held accountable. If whatever we are telling you will not come to pass. Our interests are two things. Number one, mkulima alipwe pesa yake. Number mbili, mfanyikazi alipwe pesa yao. Na kwa wale wafanyikazi pia, kuna ile pesa yao ambayo walikuwa wanakatwa pesa ya pension, lakini factory haikuwa inapeleka kwa bank pesa yao ya pension. Hiyo pesa pia lazima ilipwe ndio kusonga mbele. Sasa wale ambao walikuwa wanafanya maandamano hapa, mimi ningewaunga mkono kama wangekuwa wanafanya maandamano kusema ya kwamba huyu Rai hajatimiza yale makubaliano ambayo yuko kwa mkataba ambaye ametia sahihi. Lakini kwa sababu walishindwa na kazi, wananchi mkawapeleka nyumbani. Mjumba yenu kazi ilimshinda, mkampeleka nyumbani. Yule Eugene Wamalwa kazi ilimshinda, alikuwa waziri wa maji, hata kuleta maji hapa Bungoma hakuleta maji. Akakuwa waziri wa majeshi yote ya Kenya, hata kupandisha tu cheo Sergeant Major wa Salvation Army akuwe captain akashindwa. Sasa amekuja hapa, amepata mahali ya kufanya siasa yake, ya kuleta siasa hapa Nzoia. Ameshinda akituambia maneno ya pan paper. Watu wa Bungoma, wakati pan paper ilikuwa inahusishwa, mwenye alikuwa pale kwa serikali hapo alikuwa Eugene Wamalwa. Mimi sikuwa mjumbe wakati hiyo. Baraka hata Moses Wetangula wakati hiyo alikuwa senator ambaye alikuwa hana nguvu, senator ya upinzani, watu ya kupigwa tia gas tu na kukimbizwa na polisi. Kwa hiyo mwenye alikuwa mwenye kusema na kuamua alikuwa Eugene Wamalwa. But we want to correct the mistakes that were done by our leaders who went before us. We want to tell the people the truth because we care and we value about their life and nothing else. Watu ya Bungoma, msiangalie kuna mwingine hapa yule mwenye ako na sauti kama ya umama. Unajua yule mwenye ako sauti kama ya umama? Yule ambaye kazi yake ni auctioneer. Kila mimi nimemsahau. Nimesikia pia atanataka kuwa gavana ya mkoa. Yule mwenye ako na sauti kama ya umama anatembea sio atembea katikati. Unajua Mungu aliumba sauti ya mama ikuwe kama kinanda, ndio akiongea wewe mwanaume hata kama uko na stress inapotea. Mungu alifanya namna hiyo. Na akaumba wanaume unakuwa na sauti ya bass. Ukiongelea kwa nyumba kama kuna mkora nje anatoroka, anajua yuko mwanaume hapa. Sio namna hiyo? Sasa yule mwenye alipewa sauti ya kinanda ambaye inatakana ipatiwe wa mama, nimesikia akitembea analia zaidi kuhusu wakulima wa Nzoia kuliko wakulima wa Nzoia wenyewe. Yule ukishonia yanu mundu ope angabitu. Yule ukishonia. Na yule ukishonia alikuwa amepatiwa kandarasi na wale watu ambao walikuwa wanadai Nzoia madeni. Yeye alikuwa amepatiwa hiyo mabarua, akipata lori ya Nzoia anachukua. Akipata pasi ya Nzoia wa FC anachukua. Alikuwa anazunguka hapa na makaratasi ya auction Nzoia Sugar. Yeye akipiga kelele
Msifikirie ati ako na roho mzuri kwa wakulima wa miwa. Yeye analia kwa sababu biashara yake imeingia mchanga. Biashara yake imeharibika. Hakuna kitu ya kupiga mnanda tena. Tumeelewana? Hii wananchi wa Bungoma. Mimi sio mwenda wazimu. Mimi sio mtu mjinga. Gavana Lusaka sio mtu mjinga. Spika Wetangula sio mtu mjinga. Sisi sio watu wa kumbafu. Tumeangalia huyu mkataba, tukahakikisha interest ya mkulima na mfanyikazi imeweka pale hivyo ndani. Hii factory hata kama ni ya serikali, ni yako, si ya serikali. Unaweza enda pale ukaniambia hii factory yetu ni ya serikali, nimeleta miwa yangu hapa, nilipe pesa haraka haraka kwa sababu ni ya serikali. Inawezekana kweli? Kama hawana pesa, hawatakupatia. Na wale watu wote ambao wanapiga kelele, my good people, kulisi Nzoia hii haifanyiki hapa Bungoma peke yake. Kule Kisumu wamelisi Moroni Sugar, wamelisi Sony Sugar, wamelisi Chemelil Sugar. Wale Wajaluo ambao ndio wenye wako na PhD ya kurusha mawe na kufanya maandamano, hakuna maandamano ambao wamefanya. Mmesikia wakifanya maandamano? Kwa sababu wameangalia interest ya watu yao, kwamba watu yao hawawezi wakaendelea kuwa maskini ili hali wako na miwa ambayo wanauzia factory hizo. Hapa Bungoma ndio watu wanafanya maandamano, ati wanasema ati hawakuhusishwa. Sasa wewe kama ukushuhudia unatafuta mali ya Nzoia uchukue uuze, unahusishwa kwa mipango ambayo inafanya hapo kama nani? Siko namna hiyo. Iko watu dunia hii wako na kiburi, ati kama wao hawajaongeleshwa wanaona hakuna kitu yote ambayo imefanya. So mimi nimekuja hapa kwa sababu mimi ni mkulima wa miwa. Eugene ni mkulima wa mahindi. Wale wakulima wa mahindi wanauza vile wanataka. Wale wakulima wa kahawa, including mjumbe wenu wa zamani wa Mjini yako na kahawa, hiyo kahawa yake inampatia pesa mingi sana. Hauzii serikali, anauzia wale wanunuzi private through the coffee auction. Ako na pesa. Hata hiyo ndevu yake anapeleka treatment na shilingi 15,000 kwa wiki. Umesikia? Wale watu wako na majani chai. Majani chai yao hawauzii serikali, wanauzia watu binafsi ambao wananunua majani chai yao. Sisi miwa yetu ambayo tunauzia serikali kupitia kwa factory ya Nzoia ilikuwa ya serikali. Serikali imelipwa na kujilipa na kurani kiwanda cha Nzoia. Kwa hivyo kikibinafsishwa kwa kupatia mkandarasi kwa miaka 30, hata hamisha, hata itoa hapa apeleke Busia, hata toa hapa apeleke Kisumu, hata badilisha awache kusaga miwa aanze kutengeneza mandizi, hata kubadilisha ikiwe Kware. Tumeelewana? Kwa hiyo nyinyi mjue, na ndio maana mimi nimekuja. Nikasema siwezi nikawatoroka. Kwa sababu niko na mpango ya kukua gavana yenu hapa mbele ya mwaka 2027, nyinyi mkipenda, Mungu akipenda. Na ndio nikasema mpaka nikuja hapa niwaone. Siko namna hiyo? Nyinyi watu ya Bungoma, hii kazi ya gavana, nyinyi vile mmenipima mkiniona na vile mmeona hii akili yangu, natosha ama sitosha? Mimi natosha? Mtaniunga mkono? Mbona wale wakuunga mkono, wale wakuunga mkono, wale wakuunga mkono? Swali yangu ya pili, mimi nikiwa mjumbe ya Kimeleli na yule ambaye anataka kuwa gavana ya Bungoma, mwili yangu ni nyembamba, lakini Mungu amenipatia akili mingi. Tumeelewana? Na mimi nataka nyinyi munipatie sasa mwelekeo. Tuendelee kusukuma hii kiwanda ya Nzoia so that we can depart from the previous to the present na kulipa pesa. Tunataka namna hiyo, si ndio? Ndio. Wakati kiwanda hiki kilikuwa na matatizo, watu wangu wa Kimelili, watu wa Webuye East, part of Kapchai na wengine hapa Kandui walihama Nzoia wakapeleka miwa yao na Itiri. Kupeleka miwa yao ina Itiri, sasa wako na pesa. Mimi zamani kabla na Itiri ijengwe, mimi mwenyewe hapa Bungoma, pesa yangu ilikuwa kidogo sana. Sababu Nzoia walikuwa wanilipa. Wangu na deni yangu ya shilingi
karibu milioni 3,640 ya miwa yangu ambayo nilipeleka hapo, hawajanilipa. Sasa wakati nilipeleka miwa yangu na Itiri, pesa ikaanza kuingia kila siku Friday. Kama wamechukua miwa yangu, pesa inaingia. Hata kuanzia ile wakati kilo nimeongeza kilo 12. Sababu na pesa ya miwa ambayo nauza kule na Itiri. Bibi yangu zamani alikuwa ananihangaisha akipika uji na kuja tu kikombe moja. Sababu ya stress ya zoea hapa. Vile na Itiri ilikuja nikaanza kupeleka na Itiri. Siku hizi uji na kunywa vikombe 3, 4, 3 na kunywa asubuhi, lunch na jioni. Hajani nimeongoza sawa, si ndio? Hayo nataka tuendelee. Tusonge mbele. Tuone wala kusema tusonge mbele, tusonge mbele, tusonge mbele, tusonge mbele. Haya, kwa sababu nimeona mvua inakuja. Sasa wewe ile mtu hiyo gari wewe fanya haraka haraka hiyo mitambo kabisa hiyo. Fanya haraka haraka kabisa, sitaki wa mama wachelewe. Si ndio? Sitaki wa mama wachelewe. Hiyo gari ya mbele hiyo, twende. Unaona huyo mtu ya huyo kijana huyo? Basi. Let's